Mpenzi mtazamaji wa Bakula TV, katika kipindi chetu hiki kuelekea uchaguzi wa mkuu 2025, tunaye hapa diwani wa kata ya Matuli, atajitambulisha. Hali yako mheshimiwa? Salama. Habari za leo? Safi. Vipi hali ya mambo? Inaendelea vizuri. Mheshimiwa diwani wa kata ya Matuli katika halmashauri ya wilaya Morogoro mkoani Morogoro, jitambulishe. Mimi naitwa Lucas Lemomo, ni diwani kata ya Matuli, pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Morogoro. Mheshimiwa Lemomo, wakati ni kipindi chako cha ngapi hiki sasa? Ni cha pili. Wakati unachaguliwa kuwa diwani katika kata yako pale, hali ilikuwaje na hivi sasa ndani ya uongozi wako kuna mabadiliko kiasi gani? Tuanze na upatikanaji wa maji safi na salama. Karibu. Hali ya upatikanaji wa maji safi na salama ndani ya kata yangu ilikuwa ni hali mbaya sana. Tulipoanza 2015 kwa kweli hali ilikuwa mbaya. Tulikuwa tunakunywa kwenye visima tunachangia na wanyama, manake tukichimba kisima vya wazi kwenye mto, manake wanakuja wanyama wengine kama nyani, ngedere, tunachangia maji. Lakini pia mifugo wanaweza kaingia kwenye hivyo visima na kuharibu ile visima ambayo wananchi wamechimba kwa mikono. Lakini sasa hivi tangu tuanze kwa miaka 10 hii sasa ambayo tunaenda kuimalizia 2015-20, hali ilianza kubadilika. Hasa 2020 kuja 25, kwa kweli tunashukuru Mungu, karibu kila kijiji sasa hivi tumeshachimba kisima na miendeleza visima vile tumeanza vya mdundiko. Lakini kwa mfano kijiji cha Lulongwe sasa hivi tayari wameshafunga tenki na kila kitu, wanaanza kunywa maji, wameanza vya mdundiko lakini wanaanza kunywa yale maji sasa kwenye bomba. Na pale Kwaba tumetengeneza visima vya mdundiko, lakini sasa tumeshachimba kisima kirefu kwenye lengo la kufanya maendelezo ya kuwafanya wale wananchi waweze kupata maji kwa bomba. Pale Matuli tayari tumepeleka umeme sehemu yenye chanzo cha maji na miundombinu ndio tunatarajia kuipata mwaka huu ili waweze kupata maji kwa njia ya bomba. Lakini Diguzi ndiko ambapo sasa kwa mwaka huu kwa kipindi cha miaka hii miwili ya kumalizia tumetengeneza miundombinu ya maji. Wananchi sasa hivi pale Diguzi wanapata maji safi na salama. Na hata Mwenge ulipokuja majuzi umezindua mradi wa shilingi wa karibu milioni 400. Kwa hiyo wale wananchi kwa sasa wanaenjoy maji kwenye bomba. Na ndipo ambapo vijiji vingine vyote baada ya muda fulani watakuwa wote wameshapata maji bila shida. Asante mheshimiwa. Haya, tukiachana na sekta hiyo ya maji safi na salama, tuje swala zima la miundombinu. Wakati unachaguliwa na hivi sasa kuna mabadiliko kiasi gani? Karibu. Kiukweli nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutunga wananchi wa kijiji wa kata ya Matuli mkono, kwa sababu tulipoingia 2015 tulikuwa na hali mbaya sana ya barabara na network. Barabara ilikuwa hali mbaya sana. Ulikuwa ukiingia Matuli kipindi cha mvua magari kabisa yafiki. Kabisa kipindi cha mvua. Mpaka mvua zitakapokatika ndio tuweze kupata magari yanaweza kupata abiria au hata gari lolote. Uweze amini mpaka hata magari ya ambulance kupeleka wagonjwa ilikuwa inashindikana kabisa kwa sababu ya hali mbaya ya barabara. Lakini kwa kipindi hiki tangu 2021 ndani ya kipindi cha Rais Samia Suluhu Hassan, nikueleze mwandishi ni kwamba sasa hivi kata yangu naingia kwa masaa yote. Hali ya barabara ni barabara ishakuwa ya changalawe na tuna barabara kubwa kweli ambapo inaelekea kwenye mradi ule wa Mkulazi, kwenye ile mradi ambao wa bwawa la Mkulazi. Kwa hiyo umechangia kujenga barabara pale safi ya wananchi kupita masaa 24. Lakini tuna mradi mkubwa sana wa mashamba ya miwa ambayo sasa hivi yameanzishwa na mashamba makubwa ya mahindi ambayo yameanzishwa. Kwa hiyo ule mradi umesababisha zaidi mabarabara yale kufunguliwa na wananchi wangu wanapita masaa yote bila shida yote. Asante mheshimiwa. Tukiachana hiyo sekta sasa, tuje katika sekta ya elimu. Wakati unachaguliwa katika kata yako, hali ilikuwaje ukilinganisha na hivi sasa? Vile vile tuzungumzie kuna changamoto gani katika elimu? Kuna mimba za utotoni na utolo na kadhalika. Ufaulu ukoje? Karibu. Asante. Hali ya kata yangu nilipoingia 2015 ilikuwa na hali mbaya sana madarasa. Shule nilizozikuta ni kongwe sana na madarasa yamepasuka na hata mengine yameanguka na mengine yamewekwa kabisa utepe kwamba wanafunzi wasiingie. Lakini tangu tuanze hapo sasa hivi madarasa kwa kweli tunashukuru Mwenyezi Mungu, hali sio mbaya.
ilani imetekelezwa vizuri kwa upande wa elimu, kwa sababu karibu kila shule tumejaribu kujenga madarasa mapya na kuboresha yale ya zamani. Na sio hilo tu, nyumba za walimu ilikuwa kama hatuna kabisa, lakini yale ambayo tumeyakuta ya zamani tumeyaboresha, lakini sasa tumeanza kujenga na walimu wanaishi mle. Na ufaulu wa watoto ulikuwa ukipata hata watoto katika shule 4 ukipata hata watoto 8 ilikuwa kazi, lakini sasa hizi tuna watoto mpaka 110 wanafaulu katika kata yangu katika shule zote 4. 110 mpaka 120, watoto 80 hawakosekani kwa mwaka. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Lakini pia hali ya hatukuwa na sekondari tulivyoanza, lakini tangu 2019 mpaka 25 sasa hivi tumeshakuwa tayari tuna sekondari na yenye madarasa ambayo mpaka na ya akiba. Yaani tumejenga madarasa mpaka ya akiba. Kwa hiyo hali ya elimu kwenye kata yangu iko vizuri. Lakini kwa upande wa mimba zipo, hizo hazikosekani, mara nyingi yanatokea, lakini kwa sababu tuna askari kata, mtendaji wa kata, lakini pia wazazi na zile kamati zinajitahidi sana katika kuhakikisha kwamba wamehusika katika kutokuelewa na au kuendelea kufanya uhalifu wa aina ile, wanakutana na mkono wa sheria. Ni kushukuru. Mpenzi mtazamaji wa Bakula TV, huyu ni diwani wa kata ya Matui, kumradhi, Matui, Mheshimiwa Limomo. Mheshimiwa, tukiachana sekta hiyo ya elimu, tuzungumzie sekta ya afya. Hali ikoje kwenye kata yako? Karibu Mheshimiwa. Kwa upande wa sekta ya afya, kwa kweli tunashukuru ilani imetekelezwa Chama cha Mapinduzi kwa kipindi hiki cha miaka 10. Hasa kuja 2020 kuja 25 ambapo mimi pia nimekuwa mwenyekiti wa halmashauri. Kimsingi mimi nimekuta zahanati 2 ambazo zina hali mbaya sana katika zahanati katika vijiji viwili kati ya vijiji 4. Kwa hiyo vijiji viwili ambapo ni Kwaba na kijiji cha Lulongwe hawakuwa kabisa na zahanati. Na hali inakuwa mbaya sana, wakishapata wagonjwa na nini wanatabidi wasafirishe, na ilipokuwa na hali mbaya barabara, wakina mama walikuwa wanajifungulia njiani pale Lulongwe. Kuna sehemu fulani ya daraja ambayo inaitwa kwenye eneo la Mwembeni, wanaishia pale kwa sababu ukikuta masika yamekuwa makubwa, manake maji yanapita pale, matope, hakuna mtu kupita. Lakini saizi na wao wana zahanati tena ya kisasa ambayo imezinduliwa, iko vizuri, kuna madaktari, tayari tumeanza kujenga nyumba za wahudumu wa afya pale. Lakini kule Kwaba vile tumeshajenga na tayari nyumba ya wahudumu tumeshajenga na hospitali imefunguliwa. Kwa sasa hivi tuna hospitali 4. Tulichokifanya pia katika hizo hospitali za zamani zilizozikuta tumeziboresha na tumeongeza baadhi ya majengo au baadhi ya vyumba vya hospitali ambavyo vilikuwa vinatakiwa na tumeanza kuyaboresha. Kikubwa tulichokifanya tumeweka umeme katika maeneo yale na hali iko vizuri. Asante Mheshimiwa. Wapiga kura wa kata ya Matui wana kila sababu ya kujivunia na kutembea kifua mbele kwa kujivunia Mheshimiwa Limomo. Mheshimiwa, hebu sasa tuzungumzie swala zima la miundombinu. Hali ikoje katika sekta ya miundombinu? Kata yako iko vipi? Tukizungumzia madaraja na kadhalika kama jiografia huko inaruhusu. Kama nilivyozungumza awali kuhusu miundombinu, maana yake pamoja na barabara, tunazungumzia pale sasa hivi hatuna shida kubwa, isipokuwa ni kijiji kimoja tu ndio kuna changamoto kati ya Lulongwe na Matuli. Hapo katikati ile barabara ambayo imejengwa kwa zaidi ya milioni 900 imeondolewa na maji, yani kuna mafuriko yametokea yakaondoa daraja. Kwa hiyo tayari serikali imeingiza budget ambayo itaanza mwezi wa 7 kujenga daraja la milioni 120 ambapo ni karavati ili kuunganisha. Kwa hiyo miundombinu sehemu pekee iliyobakia na changamoto ni hiyo. Lakini mahali pengine kote kunapitika wakati wote wa mvua na hakuna shida kabisa kwa upande wa madaraja na barabara. Asante. Mheshimiwa, muda si rafiki, tuna mambo mengi ya kuzungumza lakini muda hautafiki. Nadhani utatualika siku moja, tutakuja huko Morogoro tuzungumze kwa marefu kidogo. Hebu sasa tuzungumzie sekta ya michezo. Ukiwa kama diwani wa kata hiyo ya Matui, wana michezo wa kata yako wajivunie nini uwepo wako? Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kimsingi mimi niseme na wananchi wangu kama wanifuatilia watakuwa mashahidi. Mimi nilivyoingia hatukuwa na utaratibu wa kufanya michezo, na kwa kweli tangu tuingie pale tumeanza kuwa na hamasa kubwa sana ya michezo, na ni moja ya ahadi yangu kwa wananchi. Na kilichotokea waandishi habari ni kwamba hata mwaka huu tulikuwa na kikombe au tuseme kombe la Samia Cup, lakini ambalo limechezwa katika kata 14, yani kimechezwa kijimbo, na ambaye amewezesha hilo kombe ni Mheshimiwa Babutale au mbunge wa Kusini Mashariki
Hamisi Shaban Taletale ndio ambaye amegharimia hilo kombe, lakini ni kuhakikishie kata yangu kwa uimara wa michezo sisi ndio tumechukua hilo kombe. Kwa hiyo ni jambo kubwa, na ukiona jinsi ambavyo sasa kata yangu imeinuka kimichezo, imeshinda kata zote 14. Asante Mheshimiwa Diwani, nina imani kabisa kuna baadhi ya ahadi au miradi itakuwa bado haijakamilika. Wananchi wa kata yako wakikuomba ridhaa ya kugombea tena ili uweze kukamilisha miradi ambayo haijakamilika na kuibua miradi mipya, unawaambiaje? Karibu. Kiukweli kwanza niwashukuru kwa kuendelea kuonyesha imani kwangu kwa kipindi chote cha miaka 10. Kwa kweli katika vitu ambavyo najivunia ni wananchi wangu, na ndio maana kila nikilala nikiamka na wawaza wananchi wangu na ahadi zangu zote nilizoziweka. Ahadi moja wapo niliyoiweka ni mnara, na tayari sasa hivi kata yangu mitandao unashika kila mahali. Wananchi wangu wako ndani ya 4G, hawana shida, na hatukuwa na hali ile. Ilikuwa ukiingia Matuli tu basi, na mtu alikuwa akikutafuta kwa simu kama hakupata najua uko Matuli. Lakini sasa hivi hatuna shida, na serikali imeendelea kuongeza minara hatua kwa hatua. Lakini kubwa ambalo nataka niendelee kuwaahidi wananchi, ule mradi wa Kwaba ambapo tumeacha kiporo, mkiniamini tena naamini kabisa nitaendelea kusukuma ukamilike, na mradi wa Matuli ambao tumeshapeleka hata transformer karibu na kisima. Ule mradi pia kadri ambapo mtaniamini kama mlivyonipa imani, na mimi nawapa maendeleo. Kwa hiyo nahakikisha kwamba ule mradi ndani ya kipindi ambacho kitafuata umefunguliwa, na nyinyi mtakunywa maji kama kijiji cha Diguzi ambapo sasa wana enjoy kwenye bomba. Kwa hiyo miradi mingine yote kama ya mabweni pale katika wilaya nzima, ni shule yangu imebahatika kuwa ni O level lakini na mabweni, na yote tunatarajia kuwa ni mabweni ya wasichana. Ila sasa hivi tumepata pesa milioni 120, tunaanza mwezi huu hapa, hata haujaisha tayari manunuzi yanaendelea, lakini naamini mwishoni mwa mwezi huu tunaanza kumaliza taratibu ya bweni lingine la wavulana ambaye tayari pesa tunaweka kwenye account. Kwa hiyo wananchi wangu, kadri ambavyo mtaniamini na naamini kama mlivyonipa imani, na bado na hamu ya kuwatumikia, hilo bweni lenyewe litaisha, na tayari hatutakuwa na usumbufu tena watoto wetu kwenda kupata mimba huko mitaani na nini au kupanga mitaani. Watakuwa ndani ya maeneo salama ya shule, na miradi mingine yote iliyobakia kama ambavyo nimeahidi kwa miaka 10 nimeitekeleza. Hata hii michache ambayo imebakia kama ni kiporo tulimaliza. Na ahadi yangu kubwa ndani ya kata yangu ni kuileta kituo cha afya kwa safari hii. Nikichaguliwa nitapambana na hakikisha kwamba naleta kituo cha afya. Lakini sio kituo cha afya tu, kupandisha ile shule iwe na A level, ili tuweze kufikia hatua watoto wetu wakianza O level basi wamaliza na A level pale pale kwenye kata yetu. Asante. Wapiga kula wa kata ya Matui wana kila sababu ya kujivunia Mheshimiwa Limomo. Limomo anatosha Matui, mwingine wa nini tena? Mheshimiwa, hebu tuje sasa, kama leo unapata bahati ya kukutana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, utamwambia nini? Kuna changamoto gani kubwa ambayo unaomba serikali kuu ifingilie? Tumia nafasi hii kuongea na Mheshimiwa Rais ambaye ni mpenzi mkubwa wa Bakula TV, lakini hata wasaidizi wake wanaangalia ili zitatuliwe matatizo yaliyokuwepo katika kata yako. Karibu. Mimi la kwanza kabla ya kuomba au kama ningekutana naye, kwanza nimshukuru kwa sababu hata kabla hajafika kwenye kata yangu amefanya makubwa sana. Haya yote nayaongea ni kwa sababu yake, ndio ameleta hiyo miradi katika kuitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwangu mimi hilo ni la kwanza la kumshukuru. Lakini jambo la pili ambalo ningeomba ni ile barabara, kwa sababu inaunganisha miradi mikubwa. Miradi ya Mkulazi ambao ni wa maji ambao unalisha Dar es Salaam, Morogoro na Pwani. Na barabara ile pia tayari kuna viwanda vya simenti vimefunguliwa kule, na barabara ile pia ina viwanda vya miwa. Mimi kwa jambo kubwa ambalo ningemwomba Mheshimiwa Rais kama ningekutana naye ili kata yangu ile iweze kuwa bora muda wote ni kuweka lami ile barabara. Kwa sababu barabara ina ukubwa ule umetanuka, lakini vile vile wananchi walishalipwa fidia ya kupisha upana wa barabara, na saizi jinsi ulivyojenga unaongezea hela kidogo tunaweka lami. Kwa hiyo hilo ndo ambalo mimi ningeweza kuomba. Lakini la mwisho ambalo mimi ningeweza kumwomba Mheshimiwa Rais ni ambulance. Kata yangu pamoja na kwamba na zahanati 4 bora, lakini hatuna ambulance. Pale kwenye kata yangu nikipata ambulance, manake tutaweza kupata urahisi wa kuwapeleka wagonjwa wetu ambao wameshindikana katika rufaa mbalimbali. Haya, huyo ni Mheshimiwa
Limomo, diwani wa kata ya Matui, amezungumza kwa hisia. Mheshimiwa Limomo amekuwa muda mwingi anawashughulikia wananchi kuwaletea maendeleo. Ni muda sasa wa kujipima wananchi wa kata hii ya Matui ili kumchagua tena aweze kumalizia ngwe yake na miradi mingine katika muda unaoendelea. Ni mimi mtangazaji wako Fadhili Saidi, nyuma ya kamera Abdalla Bede. Toa neno la mwisho tu gani mwisho? Asante. Mimi kikubwa kwa sababu ni kipindi cha uchaguzi, la mwisho kabisa niseme niwashukuru wananchi wangu kwa kuendelea kuniamini. Na naomba mnipokee tena kwa mara nyingine kwa sababu sitawaangushwa. Mimi ni yule yule, siku zote mnaona jinsi ambavyo nasimama na nyie katika kila eneo, na safari hii nitaongeza zaidi moto. Asante sana. Asante.